mũrimũ gũthũka ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cia ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata, mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenera andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Onokia we Jehovah, Lord, I want to kill you.
we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ arata akwa thikĩrĩriai maĩ mathira nĩeĩtire ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Ndĩratũire mũremi wa maũndũ maingĩ njohi-ino tharia na nyama cia ngoma ndikwenda aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge aria mena nguo njerũ othe marĩ nako na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa ngĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge rĩrĩa mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge gĩkĩgirĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ oro nĩmoĩ merire matingĩtigana aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge mwĩrĩga woragia birimi ũkeyo matu-inĩ na arĩa mamenete roho makahĩa nginya tene aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge
thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ĩkuuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mũndũ wa thĩ nĩ akoragwo ena weaknesses nyingĩ. Mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No, when you are a pessimist nĩ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekũraya mũno na meciria maitũ. Maandĩko moigaga atĩ harĩa ũũgĩ witũ ũkinyĩte nĩ ũrimũ kwĩ Ngai. Tondu ũũgĩ wake nĩ ũkirĩte meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tũhota kwaga gũkinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Wahota gũkorwo tondũ we ndwa embrace weakness yaku. Ndwa embrace atĩ we nĩ ũrĩ ka weakness ka marakara. Hĩndĩ ya Ngai akũrehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo nĩ mũndũ ũtamakaga ũrĩa araria. Ahota kwari kiugo we ũrakare. Ũmũtiga ũinũke. Kĩrĩa Ngai agũkũigĩre nĩ gĩakũra. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena nda take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku-expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Murata wa Ngai ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Lion of Judah, Ngechu, Yeshua, Messiah, Lion of Judah. Ngechu, Yeshua, Messiah, Lion of Judah. Ngechu, Yeshua, Messiah, Lion of Judah. We worship you, Yeshua. You are worthy of all the praises, O God. You are worthy of all the glory, Abba Father, in the mighty name of the Lord. I worship you in the beauty of your holiness, King of kings and Lord of lords. You are worthy of all the adoration, worthy of all the praises, worship worthy, O God, of all glorification, King of kings. I exalt you above each and every living being here on earth, O God, and even in heaven, O King of kings. I exalt you, O Jesus. I exalt you, Almighty Father. I glorify your name, Lord of lords. I magnify your name above everything, O Lord. You are worthy to be glorified and to be adored, O God. You made yourself angels to worship you.
You made yourself meant to worship you. You made yourself every living thing to worship you, O King of Kings. You are highly exalted, the maker of souls, the creator of lives, O God. I bless your holy name, O God. In you is abundance of life, O my Father. In you there is abundance of satisfaction, O God. In you there is abundance, O God, of contentment in the mighty name of the Lord. I worship your name, Jehovah Father. You are worthy to be glorified, Lord of Lords. You are worthy to be magnified, O King of Kings. Ninalitukuza jina lako jioni ya leo Bwana. Jina lako linastahili kuinuliwa, linastahili kuabudiwa na kuheshimika katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu mweza yote Jehova. Jina lako liinuliwe, liibidiwe Jehova. Na ileta mioyo yetu kwako Mungu wa rehema. Wewe ambao uliyetuumba Bwana, ndio tunakuja mbele zako na unyenyekevu Mungu wa rehema. Oh, that you may find, oh God, the honesty, oh my Father, in our lives, oh King of Kings. That you may find honesty, oh my Father, in the depth of our hearts, oh Lord. As we approach the throne of grace this day, oh Lord, may we be found worthy before you, oh Lord. Worthy is the Lamb. You are holy Lamb of God. You are holy Lamb of God that was slain for the sin of mankind. You alone who was worthy to open a book and to unlock the scroll and to loose the 7 seals, O Lamb of God, the Lion of the tribe of Judah. You are worthy, O Lord of Lords. You are worthy, O King of Kings. You are worthy of all the adoration. I exalt your name on high. I glorify you, O Lord of Lords. O Alpha and Omega, beginning and the end. I humble before thy presence, O God. You reign, O ancient King. There is no other God but you, O God. I worship your name, Jesus. I give you glory, Abba Father. You are worthy, O King of Kings. In the mighty name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, O King of Kings. Hallelujah. May you, Lord Father, sanctify us, O God. May you justify our intentions this day, O God. Each and every deception that may try to deceive us from turning from your path, O God. May the light of your knowledge, my Father, fill us, O God, in the name of the Lord. May the light, O God, of illumination of your glory shine upon us, O God. May the light shine upon our minds, O God. Shine upon the depth of our minds, O God. Even in our hearts, O God. Search our hearts and our minds. Remove each and every darkness that may be hidden in us, O God, that we don't even know about, O God. You are the searcher of hearts, O God. You are the tester of the minds, O King of Kings. Test us, O King of Kings and Lord of Lords. We worship you, O Lord of Lords. In the mighty name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and give thanks. Amen. 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 Thank you. Mtazamaji wa Theophilus TV, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena katika ibada yetu ya Theegi wa Njamba, na mimi Pastor Ngechu David. Nimeokoka na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nazidi kumshukuru kwa sababu amekuwa tegemeo langu na amekuwa nguvu zangu. The Lord Almighty has been my strength and my foundation and my rock. Bwana Yesu asifiwe sana. So bado nimebeba msalaba wangu nikimfuata Yesu aliyeniumba, nikijua ya kwamba mahali ambapo amenielekeza ni mahali ambapo kuna uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. When I close my eyes, huaga natamani sana ile siku ambao nitamuona siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. The time that I will see the Lamb of God approaching towards me, anisalimie, aniambie wewe umeshinda yote ambayo ilikuwa huko duniani. So I'm delighted to be born again. The Lord has been my savior and my helper. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku ya leo ninajua kwamba umetarajia, najua kwamba una Biblia yako na una kalamu yako ili tukaweza kujua kile ambacho Mungu ametuandalia siku ya leo. Because he is faithful. He is a faithful God. He is a mighty God, na yeye si kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe he has patience in him. He is patient to us. That sisi hata kama tuko na weaknesses zinakaaje, he is always patient to us. That mtu anaweza okoka leo na Mungu ampatie the joy of the Holy Spirit, furaha ya Roho Mtakatifu sahi Mungu ampatie, and by the kesho huyo mtu bado wa backslide.
that the Lord is so faithful to us that yeye mwenyewe huaga anaongoja tu to turn back to him. How a faithful God we have. Tunaweza pata wapi mwingine ama mfalme mwingine mwenye ana nguvu na mamlaka kama Mungu, lakini bado ni mnyenyekevu na mwenye subira kama Yesu? There is no way we can find another savior who is like God himself, mwenye hakuna limitation yote, hakuna kitu inaweza mzuia kufanya anything yenye anataka, but still he is so loving that he can still give his only son for us as a ransom. Yeye mwenyewe alikuwa na nguvu ya kila kitu, hata kuumba wanadamu wengine, but himself yeye mwenyewe hakukubali kuwaumba. Alisema hawa ambao niliumba, hawa ndo nitaonesha upendo wangu kwao. And so he came from the glory of heaven, he left of the glory, akaacha hiyo utukufu wote na nguvu zote ambazo zilikuwa mbinguni. He left all the angels, all the multitudes of angels. He left the 24 elders, the 4 living creatures. He left the stars, he left the glory of the Father. He left everything. Kitu ambayo inaonekana ni ya maana sana kwa watu wa ulimwengu, yeye mwenyewe alikuwa ako nazo huko mbinguni, but he left them and he came down here on earth to prove and to show us how we are supposed to live and how we are supposed to love in the mighty name of the Lord. Kuna mahali ilifika Yesu akaambia the Father, "Now Father, the time has come. Glorify your Son with the glory that he had with you from the beginning." That ni kumaanisha yeye mwenye alitrade. Alisema yeye mwenye isiyo misumali zilikuwa zimesimamisha Yesu msalabani. Hapana. Sio misumali, si msalaba ulikuwa umemsimamisha. The one thing that ilikuwa imemsimamisha ni upendo wake, kwa sababu he gave himself. Yeye mwenyewe kama hangekubali inge happen hivyo, hatungekufiwa. But because of the love, when we see the cross of Jesus Christ, we see a lot of love hanging on the cross. That sio misumali ilikuwa imemsimamisha. Hapana. It is the willingness to die for us through the love that he had for mankind. Bwana Yesu asifiwe sana. That's what the scripture says, for God so loved the world. So loved. This is not just love. This is supreme love. That he so loved the world that he gave his only begotten Son to become our ransom. That whoever believes in him will not perish but will have everlasting life. This is the confession on my lips this day. That I believe in Jesus Christ, the Son of God. I believe in him. And I strongly believe that he died on the cross. He died and stayed in 3 days in the grave and arose on the 3rd day and held the keys of dominion so that I may be saved. What other love can we ever find as long as we're in this world? Mtu anaweza kuwa yeye mwenyewe anaona haezi okoka kwa sababu ya pombe. Pombe inakuhold back kutoka kwa kuokoka. But whenever you look upon the cross of Jesus Christ, ona mtu mwenye aliacha kila kitu, yeye akuje akufe sababu yako. Wewe mwenyewe unaweza kuwa zile vitu zinakuzuia ukuje kwa Mungu ni vitu kidogo sana. Ni tutabia tudogo sana, tutamaa tudogo tu ulimwengu. But himself he left glory due to so loving human being that he came for us, that he may die for us, that we may not perish but have eternal life and dwell with him. That's why the scripture says, to as many as believed him, that we have given power to be called sons of God. So we believe in him. We are given the power to be called the sons of God. That we have the Spirit of God who lives in us. Tuko na Roho Mtakatifu wa Mungu. That is the reason that we cry out, Abba Father. Because we belong to one Father. The household of faith. The whole body of Christ. We belong to one Father. God the Father. We belong to him. Through the gate pass of Jesus Christ as the Savior in us, he gave us the right to be called sons of God. That is why nimesimama hapa siku ya leo. Sina utakatifu wangu mimi mwenyewe. Sina utakatifu wangu, but the Lord God Almighty himself, he is my righteousness. That is what naimbaga wimbo tunaweza, my holiness, my righteousness, oh Lord, how I need you. Because it is his, not mine. It is by his love that I'm standing on this altar this day, confessing the name of the Lord God. Confessing that Jesus Christ is Lord. Confessing that mimi mwenyewe singeweza kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, but due to the love that was shown upon the cross, this day I am born again.
Mtu mwenye amekunywa pombe, amefanya all the filthiness of this world, is born again. That the Lord doesn't care what you have done in the past. He doesn't care what has happened, ama zile vitu ambazo wewe mwenyewe umeshindwa kujisamehe. All he cares is that he so loved you that he gave his only son. There is nothing else left for him to give. That is why Biblia inasema there is no other sacrifice that is left. The only sacrifice that the Father could have given was the Savior Jesus Christ. Na yeye mwenye alimpatiana. So there is nothing else yenye imebaki. There is nothing, no other sacrifice that can save mankind. That is why kitambo ulikuwa na watu walikuwa wanapeleka ng'ombe na mbuzi and doves to a high priest. Yeye ndo alikuwa na offer sacrifices in the holy of holies. Hiyo moshi ikipanda juu, it becomes incense, it becomes a fragrance in the nose of God. Akinusa yeye anasamehe wanadamu. It was a toil, it was tiresome kutafuta ng'ombe kwenda kupelekea high priest. But wakati Yesu alikufa, kitamakia hikarogi giatoka, it tore into two. And now everyone can take himself before the sovereign Lord. Everyone who has a will, everyone who can hear this gospel right now, you can take yourself before the sovereign Lord. That is why Jesus wakati alikuwa anafundisha wanafunzi kuomba, aliwaambia waombe hivi, our Father who art in heaven, because you have the right, because Jesus Christ has already given you the right. Kama wewe mwenye haujaokoka, you do not have the right to call upon Abba Father. Because the first thing that happens is the sanctification of sin. Kwa sababu sisi tulizaliwa kwa dhambi. When we got sanctified, now Christ Jesus washed us and he made us clean. Now we belong to the household of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. So Christ died for us. He died for our sins. He knew that we were sinful even from the beginning. And yeye mwenye akaamua kukuja na kutuonesha upendo. So what can you sacrifice for the one who died for you? How much are you willing to give or to trade for him? Bwana Yesu asifiwe sana. He died for your soul. He died that you may reign with him. He died that you may not perish in sin. The first Adam mwenye alisin, the tendency of sins. Jesus Christ died for you so that you can inherit eternal life. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana kwa kutujoin. Asante sana Nancy Kamau, Tabitha au Margaret. God akubless sana kwa sababu kuwa na sisi. Tumekuwa tukisoma about Samson na tumekuwa tukiona zile mambo ambazo zilimvuta chini na zilifanya yeye mwenyewe asokakose kukumalizia vizuri ama kuwa mtu wa maana kama vile Mungu alikuwa anatarajia wakati alipomuita. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukaona kitu ya kwanza yenye Samson alikosa kitu inaitwa sight. Bwana Yesu asifiwe sana. He did not have the sight, the eyes to see the supernatural, the eyes to behold. Bwana Yesu asifiwe sana. That yeye mwenye alikuwa blinded. And one thing ningetaka kurudia ni kwa sababu desire huwaga ina blind akili ya mtu. Desire hu blind heart ya mtu. Macho ya mtu ya ndani inaweza kuwa blinded na desire zako. So kama wewe mwenyewe kuna kitu unapenda sana, that wakati unaambiwa uokoke, hiyo kitu ndio huwaga unafikiria. Hiyo kitu inaweza blind macho yako ukose kuona mahali penye unaelekea. And mahali mtu anakosa kuona, wakati mtu anakosa kuona mahali penye anaelekea, what happens is this, is that you live in darkness. Wewe mwenyewe uta waste time mingi sana. Nimepatana na watu wengi sana wenye wamefikisha miaka 60, wengine wamefikisha miaka 70. Yeye mwenyewe mpaka ananiambia saa hii hata David unaniambia niokoke, saa hata nikiokoka naweza timiza nini? Mimi mwenyewe nilishazeeka saa hii. Mimi hata alishatupa wife yake kitambo sana, watoto wake wakagrow wakiwa mbali, hata yeye mwenyewe hata shughuli yako anashughulika nao time yenye alikuwa na nguvu. But time yenye amezeeka, reality inakuja kumhit ya kwamba I lost it, nililose a lot kwa maisha yangu because I did not have sight to see. Niliongozwa na desire zangu, nikaongozwa na tamaa zangu za mwili, mimi mwenyewe nikakuwa blinded. Because tamaa za mwili zinaweza kublind ukose kuona ile mambo ambayo Mungu amekuwekea. That is why the Bible says in the book of Corinthians that vile vitu ambazo hazijaonekana na mwanadamu, things that have never been seen by man, no come to the hearts of men, they have never come to the ears of men, but the Holy Spirit of God reveals to us these things. They are revealed to us through the Holy Spirit of God, who makes us know the things that God has preserved for us. So kuna zile vitu ambazo Mungu ametufichia. Kuna vitu za dhamana sana ambazo Mungu anakuwa amewekea kila mwanadamu.
But hizi vitu, the only thing that can reveal these things unto you is the Spirit of God. Is when you have those eyes to see in the mind of God. Bible inasema, for the Spirit searches all things. Yes, even the deep things of God. He knows what is in the heart of God. So he reveals unto you the eyes of God. How God sees. How God sees you. Because it doesn't matter how you see yourself. It matters how God sees you. And it matters again if you know how God sees you as. Because kama hujui venye Mungu anakuonanga, then you will never ever have this sight of fulfilling what the Lord wants you to fulfill. Kuna blessings mingi sana. Bible inasema in the book of Isaiah 45, I'll show you the treasures hidden in darkness. But you can never see these treasures unless uko na mwenye alizificha. So the only secret is wewe mwenyewe kukuwa bound na mwenye alificha hizo secret, so that you can have those sight to see the things that the Lord has prepared for you. Kila mtu kwa hii dunia Mungu ameprepare kitu juu yako. Haijalishi wewe unaona umefanya nini katika maisha yako. Haijalishi ni dhambi ngapi wewe mwenyewe unaona umefanya. Kuna mahali inaweza fika wewe mwenyewe ukuwe umefanya vitu mingi sana mpaka ushindwe kujisamehe. But if you cry out to God, the Bible says that whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. Then when you call upon that name, the Spirit of God, akiona hiyo genuineness ya roho yako, he sends the Spirit of God in you, and the Spirit of God reveals unto you the thoughts of God. That means that you start living with a purpose. Your eyes, the veil that was in your eyes, inaondolewa. Unaacha kuona dhambi zikiwa za dhamana. Unaanza kuona utakatifu uko ile kitu ya maana sana. Because this is how desire huaga zinaficha mtu. Desire zikikuja zinakufanyaga uone hizo ndo vitu za dhamana sana. Now the heart gets deceived by those desires. Na wakati roho imekuwa deceived na hizo desire, kitu yenye huaga ina happen is that your eyes, macho yenye inafaa kuwa inaona, kwa sababu ndio macho yako ya ndani ione, lazima kwanza uacknowledge Mungu na umpatie attention. Lazima uachane na hizo vitu zingine zote. Lazima kwanza macho yako iondoke kwa vitu za ulimwengu, so that you can behold God. You cannot behold the desires of this world and at the same time behold God. It is not possible. The only thing that happens is wewe mwenyewe uache kubehold vitu za ulimwengu, uanze kubehold vitu za Mungu. Lazima uamue. You must decide. You must decide from depth of your heart that I will not live according to the desires of this world, but I'm going to live according to the path of God. I am going to live. I want to see how God sees things. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitambo nilikuwa najiuliza mbona Mungu alichagua kwenda kuishi in the secret place in the spirit? Why did God decide to live in the secret place in the spirit? Kwa sababu nilikuwa naona desires za ulimwengu ni vitu za maana sana. Unapata mimi mwenyewe nilikuwa naogopa, siwezi taka kusikia mtu ananiambia kuhusu kifo, kwa sababu basically is because I know that mimi bado kuna vitu bado sijamaliza kufanya kwa hii dunia. Kuna tamaa sijamaliza kutimiza. Kuna dhambi nafanyanga na sijamalizia na hizo dhambi, bado roho yangu inaniita kwa hizo desires. So my eyes were blind. I could not see. Sikuwa naona kile ambacho kinafanyaga mtu aokoke. Sikuwa naona benefit yoyote ya wokovu. I did not know the reason why nafaa kwenda kanisa nipige magoti, niombewe na nikiri Yesu ni Bwana. Then what? Sikuwa naona hivyo. But when I came to realize that a desire can blind you na ikufanye ukue kipofu maisha yako yote, I decided to change my life and to see the full measure of the grace of God that has been provided to me. The Bible says in the book of Psalms chapter 34 that taste the Lord and see that he is good. Taste the Lord and see that he is good. There is no way you can know that God is good if you don't test him. The first thing ni lazima wewe mwenyewe uache kutest hizo desire, you test the Lord and find that he is good. I am the way, the truth and the life. I am the one who has the ability to give you the truth that can open your sight and give you life. Jesus Christ is the only path to opening your eyes and making you see that which the basic eyes cannot see. Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuko na Samson, ye mwenyewe alikuwa led astray kwa sababu ye mwenyewe sight yake alielekeza macho yake kwa desire zake.
Akakosa kufocus na kile ambacho Mungu alikuwa amemleta huku afanye. He forgot about what God had brought him. He forgot. He did not concentrate on God. He did not lay his eyes on the law of God. Ukisoma Deuteronomy, Bible inasema that do not intermarry with other people. Hatufai kuwa tunaoana na watu wa kabila zingine. Hatufai kuwa tunaoana na wale watu ambao ni wa Philistines, ni wa Egyptians. We were not supposed to do that. But yeye mwenyewe, because he did not treasure the law of God, he treasured the desire according to what he saw with his own eyes. Yeye mwenyewe akalead astray. Bwana Yesu asifiwe sana. And now, after leading astray, macho yake ikamuelekeza mahali ambapo alikuwa na worship the false gods. Bwana Yesu asifiwe sana. So one thing you need to understand is that your eyes must be open so that you can see what the Lord has said for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not let your eyes get deceived. Do not let that veil come on your face, because your veil ikikam on your face, wewe mwenyewe utaanza kubehold hizo desire, na wakati utaanza kubehold hizo desire, you will not see what God has prepared for you. There is a table that the Lord has prepared for you. There is a banquet that you have been welcomed to by the sovereign Lord. But if wewe mwenyewe utakuwa na shughuli mingi sana za mambo zako, niko na ng'ombe nafaa kwenda kuziangalia, niko na mambo zangu zenye mimi nataka kufanya, nilioa juzi, nilibai shamba juzi, hata sijaenda kuiona, tushughuli huto tunakufanya ukose kuona the great banquet that the Lord has put off on the table for you. He has prepared a table for you. But zile vitu zimekusurround, umezipatia attention sana, ukakosa kuona Mungu. Wakati unaambiwa kuja kanisa, unakujanga kanisa but you don't even know the meaning of coming to church. That is why unapataga worship watu wameinua mikono wakiworship, mwingine na chew gum. Because he does not know, he does not behold, he does not have the eyes to see what the Lord has prepared for him. Yani mtu anaona shughuli zake ndo za maana sana kuliko kenye Mungu amemtayarishia. God himself took his time. He took all the time that he had to prepare a banquet for you, to prepare sweet food for you, to prepare each and every good meal, tasty meal for you. But to desire twako, tumekuwa busy sana, tumejaa kwa mind yako, tumeoccupy in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Those immoral acts that are considered to be a transgression against the divine law, hizo vitu zikakuwa za maana sana kwako, that you do not see the table that the Lord has prepared for you. Open your eyes. Tell God to give you sight, that you may see what the Lord has kept for you. Kuna siri mingi sana ambazo Mungu amekuwekea. Kuna vitu mingi sana Mungu amekuwekea. The reason you are alive right now and breathing is because of him. And if he can take away that breath, you'd be no more. Hata hizo desire huwezi ziona tena. They do not last forever. And azimalizangi vizuri. The end of that person is not right. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what the Bible says in the book of Psalms chapter 37 verse 37. Inasema, watch the blameless man, watch the upright man, because the end of this man is going to be peace. The end of this person is going to be peace. Ule mtu mwenye alikataa kuangalia desire zake, alisema no, this is not what the Lord has called me for. This is what the Lord has called me for. The table of noble people, the table of respectable people, the table of those who know the secret of giving thanks to the Most High and glorifying his holy name. Those eyes that makes you see that are the eyes that can behold the abundance of what God has prepared for you. Hizi ndo macho zinazoona hiyo banquet. But macho za Samson, yeye mwenyewe macho zake zilikuwa zinaona tu malaya peke yake. He used to see prostitutes. He used to see them and desire them and fulfill the desires of his own heart. According to his own eyes he saw and executed according to how he saw. Na Biblia ilikuwa inatuambia, do not rely on your own understanding. Do not be wise in your own eyes. I'm talking to Generation Z. Kwa sababu unajua unanisikiza hapo. Usikuwe mjanja kwa macho yako. Solomon alisema, whatever is, was and shall be. So hakuna kitu mgeni.
Unajua kuna ka feeling shetani na kaga mtu ukiwa myang, unaona gani kani wewe tu. Yani hakuna mtu mwingine, wewe tu ndo uko. It's like hakutai kuwa na mtu mwingine kama wewe. Wakati unatembea kwa barabara unaanza kujifeel. Unaanza kuona ni kani wewe tu peke yake. Mpaka ukitoka kwa nyumba, the only thing that is in your head is venye wewe mwenyewe utajihando mbele za watu so that they can see you. And then what? Hivyo ndo watakuwa na kuona in 50 years time. What is the benefit of acquiring all that but you are blind? Hawezi ona the reason that you look like so. Naambiaga vijana na wasichana, the reason you're beautiful and you're handsome is not that you can show and boast around. Is that watu wakikuona ukiwa pale kwa crusade ama kanisa, when you are testifying the Lord Jesus, wanatamani kukuwa kama wewe, living with a purpose, because your eyes have already beholded what the Lord wanted you to behold. So much as a Samson, usikue kama yeye mwenye alikuwa na behold desire zake na kufulfill hizo desires. Alikuwa na do anything a fulfill hizo desires. But the Lord God himself, yeye mwenyewe alikuwa na muangalia, na wewe mwenyewe you have my law but you are not giving it attention. Unajua kenye kilihold Samson si ati ni kwa sababu alikuwa na sin. Kenye kilikuwa kinamhold hata wakati alikuwa na sin ni covenant yenye Mungu alikuwa nayo na yeye. The covenant that asiwahi nyolewa. Hiyo nywele ilikuwa ni covenant. It was a covenant between him and God, that as long as hiyo nywele iko hapo, you will be strong. God honored that covenant. Sio nywele ilikuwa na nguvu, ni covenant ya Mungu yenye ilikuwa kwa hiyo nywele ilikuwa na nguvu. So that covenant kept some son going. But now Samson hakuweza kufanya mambo ili ndio aweze kuglorify God. Alifanya mambo yeye mwenyewe aweze kujiridhisha na aweze kuonekana. Ushaona wapi mtu anaongojewa auliwe na watu, alafu yeye mwenyewe ako na malaya kwa nyumba? He has a prostitute in the house. Then yeye mwenyewe anatokezea, anabeba city gate, anaibeba mpaka mahali juu. Hao watu wanamuogopa. He's covering his footstep with his strength in the wrong way. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what happens when you lack sight. Unatumiaga energy yako kwa zile vitu ambazo hazifai. Look at what happened. The same women wenye mwenyewe alikuwa na treasure, hao wenyewe ndio tu walitumika kumvuta chini na kumfanya akue valueless. Wakati tu hiyo covenant iliondoka, the secret was in the covenant. Si ati ni nywele. Nywele ilikuwa gani symbol? It was a symbol of the covenant. Ilikuwa gani stamp? Ilikuwa gani verification? The power was in the covenant that he had with God. That is why Bible inasema hivi, that yeye mwenyewe wakati alinyolewa aliamka kidhani atamka na nguvu, but the Lord had already left him. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord had already left him because the Lord was honoring that covenant. That is why God alikuwa nakaa na yeye. That is why nguvu zilikuwa, alikuwa na nguvu mpaka akifanya dhambi. But when the covenant ended, Samson became a slave. Akaanza kusiaga ngano. And then the worst thing happened, that ye mwenyewe kwa sababu aliignore the inner eyes, alikosa the inner eyes. Tulikuwa tunasema jana about morals. Alikosa morals zake zilimwelekeza kwa desire zake. Hiyo kukosa the inner eyes kukamcost mpaka the physical eyes, that hata hakuna kitu, hata angerudishiwa hiyo nguvu, bado zile vitu zenye alikuwa anafanya kitambo hangeweza kuzifanya. But because God is a God of mercy, yeye mwenyewe wakati alishika hizo pillars and he called upon the Lord, akamwambia, oh Lord, that you may make me strong, that I may avenge against my enemies because of my eyes. Bwana Yesu asifiwe sana. And the Lord heeded to him because the Lord is merciful. Let me tell you, haijalishi umefika wapi katika maisha yako, haijalishi ni vitu ngapi umefanya, haijalishi ni dhambi ngapi ambazo umecommit, but I'm telling you right now that the Lord is all merciful. Maandiko inasema in the book of James that mercy triumphs judgment. At the end of the tunnel, hata kama Samson alibehave aje na akasin aje, the Lord still had mercy on him na akampatia nguvu one more time, na hapo ndo aliangamia pamoja na hao watu wote. Yeye mwenyewe hakuwa kufa hivyo,
alikuwa aishi long. If he could have heeded to the commandment of God and according to the instructions of God, yeye mwenyewe angeza kulive life to the fullest. Hii ndio shida inakuwaga na watu. If you don't acknowledge the Lord in you, you do not live long. Haulivingi long. Watu wanakufanga tu ovyo ovyo na huko kwa barabara. Wakati umekosa kuobey the commandments of God and the laws of God. Wakati umetembea kulingana na macho yako ya ulimwengu. Wakati wewe mwenyewe umetumia nguvu zako kufanya mambo ambazo si za uungu. What happens is this: you waste your time, you waste your energy on things that are not pleasing at all. Vitu hata hazita kusaidia. Kwa sababu the moment yeye analala na msichana, asubuhi hakuangi hivyo. Unasikia tena ako na mwingine. Because desires don't get tired over you. But you are the one that gets tired with the behaviors. So ningekuomba, if you are not born again, just know that your eyes, you need the spiritual eyes to behold what God has kept for you. Bwana Yesu asifiwe sana. One thing ambao nilikuwa nataka kuongea ni about the sins that yeye mwenyewe alicommit na the deceitfulness ambao yeye mwenyewe alidanganywa na Delilah wakati alitaka kuprove love yake in allegiance kwa Delilah. Bwana Yesu asifiwe sana. Because wakati wewe mwenyewe unakosa kuona, unaanzaga kule. Unajua kila mtu anakuwa na the power of affection. It is in the soul. Kuna kuwa na part ya soul inaitwa affection. So yeye mwenyewe aligive affection yake kwa huyo mwanamke. Sasa alikuwa na try ku prove allegiance yake. That is why Delilah alikuwa anamwambia, you say that you love me, but wewe mwenyewe unanidanganya. So Delilah knew that huyo mtu yeye mwenyewe ashanipenda. Now I'm going to use this love against him. So yeye mwenyewe alispend love yake due to something that was not right. Alifocus macho yake mahali penye hapafai, akagive his all kwa mahali penye hapafai. The Bible says, put your treasures in heaven where no rust or moth can destroy, or where no darks can break in and steal. Because where your treasure is, then your heart will be. Hati ya Samson, treasure ya Samson ilikuwa kwa wanawake. Hapo ndo aliweka hati yake. And moth, rust and thieves came and stole it. Alishindwa kuweka treasure yake in heaven kama Joseph. Joseph hata wakati alijaribiwa na the wife of Potiphar, Bible inasema alisema, how can I do this evil thing and sin against my Lord? He put his treasure in God. Na hapo hata kama alishikwa na akateswa akaekwa jela, the Lord himself was with him hata wakati alikuwa jela. And aka make sure that ameinuliwa, and he sat with kings. Because this is what God does when you treasure and acknowledge him. When you have the spiritual eyes to see the law of God and treasure it, the Lord will eventually come and he will redeem you. Hata kama wewe utachukiwa aje na watu, unaweza kuonekana wewe si mtu wa maana, unajiangalia unaona wewe mwenyewe ni kama haufai, but let me tell you, it doesn't matter your stature, it doesn't matter your physical structure. All that matters is if the Lord is with you. So wakati yeye mwenyewe Samson alienda kujisell, kusema siri yake, akasema covenant yake na Mungu mahali penye iko, the foundation of the covenant that he had with God, it was hidden. Hakuna mtu alikuwa anafaa ajue. It was hidden. Because when your enemies realize the covenant that you have with God, they will try all that they can do because they know that is the source of your strength. So wakati we mwenyewe umekuwa mtu ignorant, hauna macho ya kuona, unaonaga tu desire zako ndo vitu za maana sana. So unatry kuprove your allegiance to mambo ya dunia. Unatry kufanya everything that inafanywa na watu kwa ulimwengu ndo uweze kujiprove kwa mabeshte wako that we ni mtu wa maana. But I'm telling you this, that haimalizangi vizuri. Hiyo safari haimalizangi vizuri. Huaga ina end up na wewe mwenyewe kukuwa a slave. Imagine mtu alikuwa na beba city gate, mtu mwenye anachukua joo ya punda, anaua watu thousands and thousands. Yeye mwenyewe akisiaga ngano akichekelewa, anafanya mpaka hao watu waanze kuglorify Mungu wao. Hapo ndo Bible inasema, ukisoma in the book of Judges chapter 16, hapo verse 24 inasema, when the people saw him, they praised their God, small g. They praised their God, and for they said, our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our dead. So yeye mwenye ali multiply the dead of the opposition.
But sasa saa hii yeye ni slave, anasiaga ngano, hana kanguvu hata kadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. May the Lord have mercy on us that we may take care of the covenant that we have with him. Bwana Yesu asifiwe sana. The covenant that we had with the Lord wakati uliokoka, that Jesus nimekam kwako, that I will live for you until the end of days. Bwana Yesu asifiwe sana. Haswa Nancy kama unasema, Lord help me not to break the covenant have make with you, God. Amen. May God bless you so much, Nancy Kamau, that you may not break that covenant. Hide that covenant in your heart. Hide it. Do not let it be exposed, because it is what makes you stand right now. Hiyo ndio inakupatia nguvu. Listen, wakati ulikuwa unasoma in the Old Testament, Mungu anatresha covenant sana. That is why he had the ark of the covenant, because he is a God of covenant. Do this and I do this. Do this and I do this. If you're willing and obedient, you will eat the good of the land. Bwana Yesu asifiwe sana. So if we treasure the commandments of God, we treasure the law of God, the covenant that we have with God. That is why Bible inasema in the book of Psalms chapter 50, pay your vows to the Most High, give thanks to the Lord, and pay your vows to the Most High. Hapo juu inakuwa inasema kwamba that mimi mwenyewe hata ningekuwa na njaa hata singekuambia. I own 1,000 cattle in 1,000 hills. Even all the birds of the air belongs to me, and all the animals, the wild animals. Everything belongs to me. But this one thing that mimi mwenyewe nataka, give thanks to the Lord and pay your vows to the Most High. You will call upon me in the days of trouble, and I will answer you and deliver you, and you shall glorify me. So the Lord has, yeye mwenyewe amekuthibitishia that hata wakati atakudeliver, wewe mwenyewe utaweza kumglorify. He has put a stamp that this is sure. The Bible says in the book of Revelation that I saw one who rode the white horse, the rider on the white horse. His name was Faithful and True. He is faithful and true to his promises. When aliweka hiyo covenant kwa mtu anaitwa Samson, he was faithful that yeye mwenyewe hange break. Imagine hata Samson kwenda kulala na wanawake wengine na malaya huko nje. God bado hakuondoa, because God cannot go against his covenant. But once you have violated that covenant, because you do not have the eyes to behold and to know how you live, then the Lord is going to depart from you. And let me tell you, you're going to be a slave all the days of your life. May God have mercy on us, that we may live a righteous life, that we may live a life worth living, and that we may not be enslaved by the things of the world, that we may live for him and for him alone. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us all have these eyes opened, that we may live for the Lord all the days of our life. Let us give thanks. Abba Father, in the mighty name of the Lord, I worship you and I give you glory this evening, O God. Unastahili kuinuliwa na kuheshimika wewe Yesu. Wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mweza yote Jehova, na litukuza jina lako siku ya leo. Na lienzi jina lako Mungu wa rehema, jina lako nilikujua majina yote Bwana. Asante kwa neno lako siku ya leo Bwana. Tusaidie kuwa na macho Bwana ya kuona yale ambao Bwana yamefichika katika siri. Help us, O God, that we may treasure the covenant that we had with you, O Lord of Lords, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Help us that we may live according to your path, O God, according to your ways, O King of Kings, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Thank you for the service. Thank you for speaking to us, O God. We cherish you, O King of Kings, and we give you glory. Thank you because of your peace, O God. Thank you because of opening our eyes, O God, in the mighty name of the Lord. Wale ambao Bwana hawajaokoka, wale ambao macho yao Bwana yamefungika siku ya leo, ninaomba ukaweza kuwakumbuka na ukaweza Jehova kuwaregesha katika zizi lako Bwana, kwa sababu you are a faithful God and a loving God, Jehovah Lord. You love us all equally, O King of Kings. Hauchaguangi Mungu wa rehema. You love us all equally, O King. That's why the Bible says that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in you will not perish but have eternal life. I pray, my Lord, that whoever is listening to this voice, O God, may you grant him, O God, the right to be called your son, O my Father, after repentance, my Lord, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I worship you, O Lord, and I give you glory, and I give you all adoration, because you alone, you are God, and there is none like you. I bless the whole entire Theophilus family, my Father. I bless our mom, I bless our dad, O God. I bless this platform, I bless the altars, O God, in the mighty name of the Lord. Even all of Theophilus churches, my Father, I bless them this day in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I do speak a blessing
blessing to the entire body of Christ this day, oh God. May you, Lord Father, be with every believer that calls upon your holy name, oh God. May you, Lord Father, bring them and make them strong this day, Abba Father. May they overcome each and everything that they follow, God. They fall upon Jehovah Father. I pray, Jehovah Father, that their enemies may come in one direction, but they will scatter in 7 different directions. Because you're with every saint, O King of Kings, I declare a blessing upon them, Jehovah Father. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and believe. Amen, amen, amen. Wale ambao hawajaokoka, sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi, ninakuomba uniokoe jioni ya leo. Naacha dhambi na nakuja kwako Yesu with an open heart, oh God, na kuomba unisamehe. Give me your righteousness and give me your Holy Spirit to be my shepherd all the days of my life. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and believe. Amen, amen, amen. Lord, I speak a blessing upon each and everyone who's born again right now, God. May you become their shepherd, oh my Father. Teach them your path, oh God. In the mighty name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and believe. Amen, amen, amen. Asante sana mtazamaji wa Theophilus TV, wale ambao waliokuwa na sisi katika Facebook, waliokuwa na sisi katika YouTube, wale ambao watika katika Theophilus TV, Mungu abariki sana na azidi kuwa pamoja na nyinyi. Let us continue taking care of the covenant that we had with God, that we may not violate it, because the enemy, our adversary, the devil, is rolling like a rolling lion, looking for someone to devour. But we are going to hide our covenant, the covenant that we had with God. Give glory to the Lord and pay our vows to the Most High, and we shall call upon him in the days of trouble, and he shall answer us, and we shall glorify him. May the Lord bless you so much. Na kuwe na nyinyi, take care of you each and every days of your life. Mpaka tuonane next time. Shalom, shalom, shalom. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ĩkuuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ, atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV nokuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ, na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man, and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi, no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist, ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace the weakness yaku. Ndwa embrace the ati we ni urika weakness ka marakara. Hindi Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uria araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai gukuigire ni gia kura. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, tuikaraga ta mutumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mutumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Nĩ tondũ we mwenyewe kĩrĩa akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro, ndangĩhota kwĩ-expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagĩra na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana, wona ciihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Murata wa Ngai, ndũkahĩtũkwo.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai.